na first elder wa kanisa hili ambaye hayupo leo alinikaribisha na kanipa ruhusa niweze kutumia hii pulpit. Unasemaje? Kwa hivyo siko hapa kama kwa uwezo wangu, bali nimekaribishwa na washiriki. Nataka kuambia ya kwamba masaa haya mweze kuniombea Kristo aweze kuongelesha kwa niaba yangu. Mimi as you see me, I'm nobody. Si mnaniona tu kama mama tu. I have nothing, but Kristo akiingia ndani yangu atanena pamoja naye. Haleluya. Kristo wa neema yote, mtakatifu Baba yetu, tunalimidi na kuliinua jina lako kwa wema na fadhili zako ambazo hazikomi katika maisha yetu. Umekuwa mwaminifu kwetu, umetulinda katika wiki nzima. Mtulete karuni mwako kwa ajili ya kuja kutafuta uso wako. Baba, siku ya leo ni ya wana wa kike wa kanisa hili. Tunaomba usituzungumzie Baba yetu, ili tuweze kupeleka ujumbe wa malaika watatu, ili tuweze kufanya watoto wako kwa matayarisho kwa marejeo yako mara ya pili. Baba, nimesimama mbele ya wana wako, mimi chombo ambaye sistahili, lakini Baba yangu nakusii uniguse na kaa kutoka senchari ya mbinguni, ili ulimi wangu nene yaliyo yako, na Baba yangu usungumuze kupitia kwangu, unishushe, uinuke. Ndio ombi langu katika Kristo Yesu. Amina. Kwa nyumbani mwangu pia waliwasalimia wajukuu pamoja na watoto. Nilipokuwa natoka nyumbani, mtoto wangu wa kwanza ndiye aliniombea. So baraka zimenifuata. Mungu awabariki. Leo ni siku ya wana wa kike. Tungeifanya Sabato iliyopita, like ndio ilikuwa the world what? Global AWM Sabbath, but haikuwezekana kwa sababu mlikuwa na mipangilio ya kanisa hili, na tunamshukuru Mungu, hakika aliwapatia fedha. Si ni ukweli? Si tunaenda kufanya kazi ya Mungu kwa ujenzi. Mnafanya kazi nzuri, unapojenga kanisa la Mungu, baraka zitamiminika tele tele katika manyumbani mwenu. Haleluya. Mwandishi wa mahubiri haya ya wiki nzima haikukuwa tukuje tu leo peke yake. Kwa mama, hakika tungeruhusiwa tuwe na wiki nzima ya maombi tukiwa miguuni pa Yesu. I'm telling you, leo hii mngekuwa mnatabasamu. Siseme mtabasamu. Maneno yaliyoko hapo, mmesikia vile mtoto ameweza kustoa children story. Mungu yupo, aliyekuweko na atakuwepo na ataendelea kuwepo. He is who he is. Hallelujah. And that is the God whom tumekuja kutafuta uso wake. Hallelujah. Yaani Mungu anaposema anakutuma nenda katika Nombo Bingu Magii uende upeleke injili, alafu anasema kunamuuliza Baba, nitakapofika pale nitawaambia wewe ni nani ambayo umenituma. Alafu Mungu ananiambia niwaambie yeye ni yeye ambaye amenituma. Haleluya. Yeye tu ndiye atanitumia kwa utukufu wa mbingu. Siku ya kwanza tungesoma kitu kinaitwa ya kwamba ama ni nani. Tumeambiwa ya kwamba tuweze kupelekea kuhani mkuu ambaye alijisusha, akakufa, akakuwa pamoja nasi, na hata leo hii yuko katika kiti cha enzi, anakuombea, ananiombea mimi mudhaifu, mimi mudhambi, ili niweze kufikia ufalme. Haleluya. Huyo tu ndio tunang'ang'ania, kuna mwingine. Katika nyakati zile za mwisho, I want to give you a story ya Yesu, huyo ambaye tunayeng'ang'ania, ambaye ni Mungu wetu. Yesu akiwa katika Galilaya alifanya makubwa, aliponya viwete, aliponya vipofu wakaweza kuona,
tibu watu ambaye walikuwa na ukoma, magonjwa ambaye hayaeleweki. Yeye mwana wa Mungu akatenda hayo. Anapotenda hayo, wakiwa pia na wanafunzi wake, hata walikuwa waoni kenye wamefanya. Hata wale ambao waliweza kuwa wakiponywa, wakinapoulizwa, je, ni nani amewatendea? Walikuwa wanasema, hata mimi nimepata, nimeona. Imagine, nimekuja hapa kwenu kuwapatia Injili, nimepata kupeana ninyi Injili, I will encourage you. Nimemaliza, mnaulizwa, je, leo kanisa ya leo mlisoma nini? Mnasema ni mambo ya kawaida. And that is what we tell other people. Si kweli? Bwana wa Mungu, si ndivyo tulivyo? Si ndivyo? Kama mwezi kuongea mtatoka hapa nyuma yangu. Because si hao ndio bili. They are not even responding, so they better go na nyinyi, kwa sababu hata nyinyi amsemi. Jamani, msifanye roho iende. Wacha niwaambie, unapotoka kwako ukita kupata step, you are come to the church. Nia yako ni ipi? Bwana, nobody. Umengojea hii siku ya wamama ifike. Na imefika. Lengo lako ni gani? Ni lipi? Tumeambiwa ya kwamba mahali tunapeleka shida zetu, madilio yetu ni nani? Ni kwa Yesu. The high priest. Even if you tell me an elder, I'm a leader, I cannot help you. Yes, I can help you with the school fees. Sitakulipia school fees mtoto wako miaka 4. No, it's not easy. Nitalipa half of the time. Ama utakuja na shida fulani ambaye unataka, uko mgonjwa, nataka tufanye maombi. Na nitakwambia nitakuombea. Na ukisikia mara nyingi mtu akikwambia nitakuombea, dauda ujue ya kwamba huyu aende kukuombea. Because angekuwa mama ambaye anajua ombi ni lipi, unaposema tafadhali niombee, nyumba yangu iko na kasoro, hapo kwa sababu Mungu yupo hapo, utamwambia ya kwamba hebu tuweze kufanya ombi. Na uite uwepo wa Mungu, sema hakika mtumishi wako amekalia kiti ambaye ananiombea mimi nisiyestahili machoni mwa wanadamu. Hata machoni pake ananijua kwa udhaifu yangu yote. Yeye ndiye naweza kumwekea yote na aweze kukutana na mahitaji ya nyumbani mwangu. Ndiposa nyumba yangu iweze kuwa nyumba ndogo ambaye watu wanapoona wanasema hakika nyumba ya fulani Kristo anaishi pale. Haleluya. Je, wewe mama, nimeitisha wa mama nikasema ya kwamba Rahab alikuwa mwanamke kahaba, alijulikana, lakini si alifanya kazi ya Bwana? Na si alikuwa courageous? Alikutana na watu wa Mungu na akaweza kuwaficha. Wewe ni jambo gani umetenda katika kanisa hili ambaye wamama watakukumbuka pamoja kwao? Watakukumbuka kwa masengenyo, watakukumbuka kwa kukumba watu wengine, ambaye mtu anakuja kanisani, anakuja kukutana na Mungu wake, ambaye unamrudishia neno moja anarudi akiwa mgonjwa. Wamama kweli, Mungu wa mama. Lesoni ilikuwa inatuambia kwamba tuweze kutoa mambo ya dunia, tuweze kuiga mambo gani? Yesu. Tulipoangikwa, tukazikwa pamoja na Kristo, tukafufuka pamoja naye, na sasa tunatembea pamoja naye. Na tunapotembea pamoja naye, je, mtu anaponiangalia anaona Kristo ndani yangu, ama ananiona tu mimi ni chombo tu kinapotembea hivi? Kuna kitu watoto wangu, kuna kitu kanisa langu, kuna kitu ambaye ukoo wangu ambaye nimeolewa pale wanaweza sema hakika tumekumisi. Mama, umekuja nyumbani, unapoenda kule nyumbani unapata mama akikuja na mboga, kwa sababu unajua ujapanda anakuletea mboga, kwa sababu mama ambaye anajua akikuja na mboga atarudi na sukari 1 kilo. Haleluya. Lakini mmekuwa so mini, unaenda unamwambia ni ngumu, ni kugumu. Hata mzee wako ambaye ana uwezo wa kusaidia, unamwambia unajua unampoteza hii pesa, unapoteza hivi. Watoto wako, unajua watoto, tuko na watoto.
na mtu anataka kutoa. Na tunajua ya kwamba unaponyosha kutoa, umegusa roho ya mtu, na unapogusa roho ya huyo mtu, basi umefanya kazi Kristo aliyekuwa anaifanya alipokuwa ulimwenguni huu. Sasa Mungu akatoka akaenda wapi? Akaenda Cape Town. Sijui kama nimetaja vizuri. Alikuwa anatoka Galilee. Amefanya kazi nyingi, amechoka. Sasa anaona ya kwamba wacha niende kupumzika. And do you know what? They travel 50 kilometers to where? Kutoka Galilaya to Cape Town. Hivyo. Sasa alipokuwa anaenda njiani, hata wanafunzi wake hawajui mahali wanaenda, wanauliza tunaenda wapi? Mimi sijui, tulisikia tu tunaenda, lakini nafikiria tumefika mahali fulani. Wakaenda, walipofika Yesu akaingia katika chumba kimoja. Alipoingia pale, nia yake ilikuwa aweze kwenda kupumzika. Akiingia tu hivi, mwanamke mmoja ambaye binti wake alikuwa amepakawa. Tukisoma katika Mathayo 15, hebu soma kuanzia 21. Hebu hasa na kusoma msomaji wangu. 15:21 Mathayo. Yes, inasema Yesu akaondoka huko. Kaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama mwanamke Mkanayo kwa mpaka ile akatokea akampasa sauti akisema unirehemu mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Ndio hiyo. Wala yeye hakumjibu neno. Wala Yesu hakujibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakimwambia, wakamuomba wakisema mfukuze, mwache aende zake. Kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Anapiga kelele. Sasa ndio hivyo sasa. Ngoja nikuje sasa. Sasa mwanamke amejua ya kwamba Yesu amefika katika eneo hile. Hapa Nogobil watu wanajua Magia ameingia. Ako na Injili. Alafu wanakuja wanaitana wakasema, kuja msikie huyu mama ako na mambo mazuri, atakuja saidia watoto wetu, atakuja tuombee, atapokuombea utapata school fees. Kuna jambo anakuja kufanya, jamani, si mama watakimbia ndio kuja. Sasa mama huyu akajua na akaenda pale kwa Yesu, anamwambia, mwana wa Daudi, ni rehemu, binti wangu amepakawa na mapepo. Naomba ya kwamba baba yangu uweze kusaidia mtoto wangu. Alafu huyu mama alipoenda pale, wanafunzi wanaambia Yesu, jamani, huyu anatupigia kelele, wacha aende, kwa sababu lengo lililokuleta hapa wewe Yesu ulikuwa unakuja kupumzika. Tena ni kwaje tumefika hivi? Mwanamke ametokelezea, anaanza kupiga kelele, anasema kibudi alianguka, kaambia Yesu, ninataka uponye binti wangu. Je, ni mara ngapi unaenda kwa Yesu ukaanguka kumwambia, baba yangu, ninakulilia kwa ajili ya nyumba yangu, ninakulilia kwa ajili ya kanisa yangu, kwa sababu kanisa hili la Wasabato mambo mengi yametoka nje kaingia ndani. Hata unapoangalia ni sawa na watu wa dunia. Ni mara ngapi wewe kama mwana wa kike ambaye mama wa imani umetokelezea ukasema ya kwamba wacha niite uwepo wa Yesu kwa ajili ya kanisa hili, wacha niite jina la Yesu kwa ajili ya youth, wacha nisimame kati kwa ajili ya watoto wetu ambaye shetani anatunyang'anya kila uchao. Wewe ni mama wa maombi hakika, ama wewe ni mama wa masengenyo, ama wewe ni mama unakumba watu wengine, unawaumiza roho zao hata wajui waende kujificha wapi. Yesu alipokuwa pale, kuna jambo
aliweza kumwambia. Ulifika wapi mtumishi? 24 ndio naelekea. Endelea. Akajibu akasema. Sikutumwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Ndio hiyo. Nani anajibu? Huyu hii jibu inajibiwa, anajibu watoto gani? Wanafunzi wake. Ni Yesu anawaambia ya kwamba sikutumwa katika nani? Nyumba ya Israeli. Unaposoma tunaenda na watu na ubidi. So be careful wakati nasema. Amesemaje katika fungu la 24? Akajibu akasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Alitumwa wapi? Kwa kondoo wa nyumba ya Israeli. Endelea sasa. Naye akaja akamsujudia. Akisema Bwana, unisaidie. Akajibu akasema si vema kukitoa chakula cha watoto na kukitupia mbwa. Alafu akasema ndio Bwana, lakini hata mbwa hula makombo. Haleluya. Hata mbwa hukula nini? Makombo. Si tunapokula kule manyumbani mwetu tumekula vizuri, tumeandaa meza vizuri. Kama siku ya leo vile wamama wametuandalia, tutakula rangi hizi zote hapa tushibe. Na tusema hakika tumekutana na Mungu wetu, wamama wakarimu, wamama wa Nomopin. Sasa Mungu anasema ya kwamba jamani, yule mama ambaye alikuwa na kapao na binti yake akasema ya kwamba hata mbwa kukula nini? Kula makombo. Mimi tu sitaki hiyo chakula ambayo ni nzuri. Mimi nataka kombo tu moja. Agatori ile inaangukanga tu kutoka juu ya meza, inaanguka chini. That is what I want. Na anajua ni nani anayemzungumzia. Ako na ujasiri. Mama wa imani ambaye mtoto wake ni nini? Amepakawa na nini? Na pepo. Alijua pepo hili mtu atakayezungumza neno moja liweze kuondoka ni Yesu mwana wa Mungu. Endelea. Hata mbwa hula makombo. Ndio hiyo. Yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndio. Ndipo Yesu akajibu. Akamwambia mwanamke yule, Mama, imani yako ni kubwa. Iwe kwako kama utakavyo. Na iwe kwako vile utakavyo. Haleluya. Leo Mungu anaenda kutuambia maombi tumeomba miaka nyingi, anaenda kuyajibu kulingana na mapenzi yake. Jina lake lipate sifa, wana wa kike wa kanisa hii. Haleluya. Amen. Mungu anaenda kutujibu. We are going to talk to our Redeemer. He is the answer of our problem. He is the everything that we want. Na kama tukijua ni yeye, wacha to face that God with a lot of confidence and tell God, now sasa mume huyu ambao nilipa, ambaye tunaishi pamoja naye, si ametupa wanaume? Angapi mko na wanaume? Hakuna. Leo mmekataliwa wazee, mnaona hawasemi. Why can't you be proud that you have a man? Yes. Hamuna? Ninaona mabinti wawili si mko na? Na si waliwatoa kweli. Na kama kumetoka it is your problem. Kwa sababu neno imetuambia ya kwamba it is very open. Si maneno yangu. Then Jesus answered and said to her, "Oh woman, great is your faith. Let it be to you as you desire." And her daughter was healed from every hour. Amen. How many times do you pray to your husbands? How many times do you pray to your children? How many times do you talk? You stand, unafunga, you fast for your family. Unaomba Mungu, unasikia hakika, ambapo unasikia hakika mmekutana ana na Mungu. Ni mara ngapi tunaomba? Tunasema tunaomba na hakika we don't pray. That is the reality. We don't. Ama mama mnaomba. Mshaomba, mkikuwa mnaomba ile nyumba ingeenda mara moja tu iishe na watu waingie ndani. Sikuwa na sweat. Mimi si sweatingi by the way. Nikimaliza kusweat long time ago. Lakini hapa leo nimeshangaa na sweat. Kwa sababu wamama wangekuwa wamama wa imani waweze kuomba, kanisa ile lingeisha with no minutes. Kwa sababu fungu mimi
kuna fungu naipenda. Katika Yohana 15 fungu la 7 linasema wazi ya kwamba, Yohana 15 fungu la 7 inasema, Biblia inasema hivi, iseme, ninyi mkikaa ndani yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, na maneno yako yakae ndani yenu. Si maneno ya Magivu, huyu ni Yesu anazungumza. Ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Haleluya. Sasa Mungu ametuambia tufanye nini? Si tunaomba. Maneno ya Mungu kikaa ndani yetu. Na si ndio inasema? Alafu inasema hivi, ninyi mkikaa ndani yangu, nyinyi nyote mlioko hapa, wawe wa baba. Najua leo niliwafanyisha skati. Na ninajua mlikubali. Kwa sababu siku ya leo ni yetu. Si mlikubali? Sasa msipokubali, mlikubali. Kama mngekubali singesimama hapa mbele. Nyinyi nyote leo nimewafanyisha skati. Sasa Mungu anasema hivi, maneno ya Mungu ikikaa ndani yetu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Alafu, you come to pray. Lolote lile linalokusumbua katika maisha yako, jambo ambalo umeombea, maybe tuseme kama sasa wewe ikawa uchapata mtoto na uko katika kanisa hili. Mimi sijui. Uenda ikawa uliolewa ukaenda katika boma fulani, wale boma wale wakakukataa. Is it not possible? Yes. Watasema huyu mwanamke si mwanamke vizuri. Sasa let me say. Sasa nichiweke. Nimeolewa na mwanaume ambaye ni tajiri. Nami I'm just a housewife. Niende kule. Nafikiri watu wao watanipokea. They will not. Why? Mtoto wetu wako na mali. Itaenda kuchukuliwa iende pale kwa sababu ni mali yetu. Si kweli? Sasa hawatakubali. Unajua vitu zingine tulipewa wamama sasa zingine tunajiweka chini. Unajua we have power. And then you know when God was creating the universe, aliumba mbingu na nchi na wanyama wote na vitu vilivyomo. Akaumba Adam, mwanamke ndiye alikuwa wa mwisho. That is God that made. Hallelujah. Amen. And we are very special. Ukijijua, it is because you don't know yourself. Me, I know myself. I'm fearfully, wonderfully made. And when it is like that, and when the words of the Lord is in me, so I can face God with confidence, with anything that I want, and God will answer my prayers. Hallelujah. It's just as simple as that. Unajijui, unajidoubt. Why do you doubt yourself? Sasa zingine tunasema ya kwamba mzameenda, msamefanya, msamenini, ameenda wapi? Aende wapi? Na siliacha wote akanichukua. Anaenda wapi? Hata akibiwa, I'll go to my knees and I will command God. This is the person that you gave me, my husband. Katika maombi kwa imani. Imani yangu Baba tena ya masaka, yanibidi nimtafute Mwokozi. Nina taabu, ninasumbuka kwenye vilindi ya mashaka, nipe ya kushinda yote, Kristo msaada karibu. Hakuna mtu mwingine, ni Yesu tu. There's no shortcut. Wana wa Mungu, there is no shortcut. There is no shortcut. It is just to call the name of the Lord Jesus, ambaye alikuumba. Yaani alichukua muda yote kuniumba mimi. Hey, I doubt myself. How I do doubt yourself, kwa mama? Kwa mama, nyumba zetu sisi ndio tutatengeneza nyumba zetu siwe na mbingu ndogo. Hallelujah. Msaki kuja anapata watoto wanakimbia mbio kwenda katika mahali mmeweka wakfu kwa ajili ya kuongea pamoja na Mungu. You train your children
Saa fulani ikifika, twende pale. Na watoto ikifika masaa hayo, ndio. Sasa tumewanunulia simu. Watoto they are very busy talking to the phone. Mama na mimi niko very busy, niko katika TikTok. Alafu mzee pia ako busy, anaambiwa ninakuona uko fiti. Wako hapo wanaongea kwa sababu hana mtu wa kuongea pamoja naye. Akisaidiwa utuambia ameibiwa. What is the problem? Mama, 1 + 1 is 1. Hallelujah. It is only to go to Jesus. Mwaga yote. Mama huyu alijua mahali pa kupeleka shida zake. She did not doubt God. Alijua akienda kwa Yesu katika maombi, Yesu atakomboa binti wake ambaye alikuwa na pepo. Tuko na mapepo manyumbani mwetu. Mwanaume kutoka nje si pepo. Mtoto kwenda kunywa sigara na bangi si pepo. Ama kwenu hapa hawako? Sisi kule kwetu wako. Mtoto kwenda kufanya mambo ambayo umemlelea katika Ukristo na umemweka akatoka adventurous, akaenda ako Pathfinder. Mtoto amekuwa mkubwa ako junior youth, akaambassadors, amemaliza, alafu unapata mtoto amerudi nyuma. Is that not the devil stealing our children? He will not steal our children. Kama tuko na wamama 5 kama 2 hapa kanisani wa maombi, ambaye wako na imani ambaye inapeperusha milima. That is the woman I'm talking to this afternoon. And that is the woman Mungu anatafuta aweze kufanya kikao katika mawazo yako, katika rohoni mwako, ili akutumie kwa ajili ya mbingu. Yaani akutumie kwa kuleta watoto wake ili waweze kufanya nini? Wanapokuja kwako, wakikuja kukulilia, aweze kuwaombea na Mungu aweze kujibu. Yesu alikuwa wakati ule na Yesu alisema, ninapoenda sitawawacha kama nini? Na si alisema, we have powers. Wamama, we have powers. Hallelujah. Sema, we have powers. We know ourselves. We know whom we face. It is Jesus our Redeemer. And they will answer our prayers. Kuanzia sasa, don't waste your time. Don't waste your time kwenda kusema, my friend, hello. Haki mimi nimeshindwa. You call to me. I'm just human. Mimi hata ukinipigia simu mimi Magi, nitakwambia pole dada. Yaliweko ni siku nilikuwa acha niwape story moja kidogo. I was married when I was very young. Sasa nikigusa tu hivi I have to tell my father. Lazima niende nimwambie. Sasa siku moja nikienda baba yangu anasema, I want you to come back home. Your space is empty in my home. Sasa ninasikia nasema, hata kama sitarudi tu, lakini nataka kurudi, sitaki kurudi. Si ndio hiyo? Si mnajua hapo? Sasa nikienda kuambia mama yangu, my mom nilikuja kumpenda wakati it is too late na akakuja kafa. Yaani nilikuwa naona mama yangu alikuwa ananiambia, it is just normal. Enda utengeneze nyumba yako. And that is the truth of the matter. Nilikuja kujua mama ndiye alikuwa ananiambia ukweli. Baba alikuwa ananidanganya because I was the first born in the family. Msichana wake mmoja aguzwe. Akienda kuona binti yake jinsi alivyo anaona iwezekani. Lakini my mom used to tell me the truth. Na nyinyi wa mama ambia binti zenu kweli. Ya kwamba ukisaamua kwenda kuanza nyumba yako, just go to that house utengeneze nyumba yako. Utatengeneza nyumba yako kwa ajili ya nguvu zako, kwa sababu of your beauty, because of anything, but it is because of what? Mulibiwa kitambo, nini endeleeni kwenda. Only by prayer. Yesu amefungua mkono yake hivi anangoja. Niletee yote, nimwagie yote baba mtoto wangu. Na mimi nitakutendea. Not that Jesus doesn't know. He knows. He knows. And do you know what? Ni mara ngapi Yesu amekutembelea kwako? This lady, Yesu alitembea 50 kilometers kwenda kukutana na nani? Na huyu mwanamke.
Imani yake ndiyo ilimsukuma Mungu kusimama kwenda kule. Anaenda kupumzika, lakini anaenda kumtendea nini? Jambo. Ni mara ngapi Mungu ametembea katika nyumba yako? Ametembea, yani anashuka. Saa nyingine mimi I tell God, this one sitaweza. Shuka, usitume hata malaika. Shuka baba yangu, shuka katika nyumbani mwangu. Hii sitaweza. Shuka, usitume hata malaika, because nakusubiri, kwa sababu najua wewe tu ndio suluhisho ya shida ambayo ninayo. Na hakika anakuja na anatatua. I'm telling you, this far it is because of prayer. This far it is because of prayer. Nothing else. Hakuna shortcut. Hakuna dawa. Dawa ni maombi, binti za mfalme. Haleluya. Binti za mfalme, dawa ni maombi katika nyumba yetu, katika watoto wetu, ili waweze kufikia Kristo atakaporudi. Amen. I want to speak something. Jinsi unajua kuna wakati una believe in the sun, even when it is not shining, you believe jua itatokea. So kuna wakati utakuwa useme, let me osha nguo, jua itatokea. I believe in the sun, even when it is not shining. And I believe in love, even when there's no one there. And I believe in God, even when he is silent. Wakati mwanamke ule alipokuja anaongelesha Mungu, Jesus was just silent. How many times umeenda kwa Mungu, unagonga katika maombi, Mungu ananyamaza? Siasa nyamaza. Hello? Yes. Ama muombangi. Maybe I'm speaking to the wrong people. Hawajui maombi ni nini. So kuna siku umeomba tu Mungu mpaka unaona, this one's too much, I better just give up. Hata ume give up already. Si kuna wale wako hivyo. But I want to tell you this. God is silent, working something better for you. Hallelujah. Just be persistent in prayer and have faith. Hata kama ukiwa na faith kadogo hivi, kama kamkate ile unapopeana, unajua unapoleta mkate, kuna zile vitu zinatoka chini. Zile kidogo tu hivi, that small. Si mkate umedondoa hivi. Mkate kuna wakati unagonga hivi vitu zinatoka. That small one can change your life. Can change your home. Can change the sun, the church. Can change everything that you see. It is impossible in the eyes of you are like yourself. Because on the eyes of the Lord, and everything is possible. But with you, that thing you see, it is impossible. It is just possible. It is because that you haven't had a small faith which can do something in your life, in your house. Hallelujah. Amen. So sometimes God can be silent. And when he's silent, he's doing something for you. Let me talk about Anne. I cannot finish my sermon if I cannot talk about Anne. Anna ni nani? Kulikuwa na mzee mmoja, jina lake alikuwa anaitwa Elkana. Elkana alikuwa na wanawake wangapi? Wawili. Penina na nani? Sasa Penina alikuwa na watoto ama hakuwa na watoto? Alikuwa nao. Alipokuwa na watoto, Anna akawa hana mtoto. Unajua hakuna kitu kibaya kama una mtoto. Kama una mtoto hakika kuna jambo itatokelezea. Sasa akiwa katika hiyo hali, ana mtoto, watu wanamuona kama yeye hafai, ameitwa majina. People can even say you don't know to take, you don't even to handle a man. They can say anything. They can say, let them say. But kuna jambo linanifurahisha na Anne. Anne alipokuwa anazungumziwa haya yote, anapokuwa anazungumza, yeye anajua whom to face. Anatambulika kama a woman of confidence in faith. Which confidence do you have? This woman, she was a blessed woman. Najua mama wa maombi usimcheze. Alafu Ellen G. White anasema ya kwamba Anna
Anna's prayer was answered. She received the son for whom she had honestly prayed, and she looked upon the child. He called him Samuel. God asked of God. Unajua yeye aliomba Mungu akamwambia, mimi nataka tu mtoto kijana. Naomba nini? What do you want? Hata Mungu anakuuliza, honestly today, what do you want? And face God with confidence. Alafu akasema ya kwamba Mungu akamwambia, nimekupa. She acknowledged God's power of mercy with confidence and courage, because God answered her prayer. Sasa kama Anna alianza prayer, hata mtumishi wa Mungu anapomwona kanisani anaomba akilia, machozi na mpondeka, yani the lips were just, silikuwa mtu, unajua kama mtu akiwa mlevi hata unatingizika. Ushaomba saa zingine ukaona kama you are carried off. Alikuwa hivyo, ni kama mtu akamwona kwamba huyu mwanamke utalewa paka lini? Umekosa kupata watoto. Sasa umekuja karuni mwa Mungu. Kama wewe ni mlevi unapiga kelele. Kamwambia, la, mimi si mlevi, bali nilikuwa nafanya nini? Ni watu gani wataweza kuwa wanaomba, mnaomba mpaka watu wanafungua macho wanasema, hiyo maombi nayo kaka bila ya Anna alichekwa, uende umechekwa, umedharauliwa to the community, even to the church, even anywhere other place of your work, everywhere that you pass. But I want to encourage you this morning that don't worry. The high priest, yuko pale. Yeye too is going to answer your prayer. If he answered the prayer of Anna because of faith, just take faith. Fanya nini? Chukua imani. Utakapochukua imani, hakika God will answer your prayer. Amen. Tuliimba wimbo, Yesu kwetu ni rafiki. Sasa kama Mungu, Yesu kwetu ni rafiki, a friend. What a friend we have in Jesus. When you go to a friend, tunamwambia yote. Tunamwambia yote with a lot of confidence, kwa sababu unamwamini kwa yeye, ukimwambia atakupatia suluhisho ya mambo yote. Laiti ungelijua ya kwamba mwenye unastahili kupeleka umwambie yote bila kumficha ni Yesu mwana wa Mungu, na yeye tu anaweza kufanya nini? Kukujibu. Sasa hiyo wimbo inasema, Yesu kwetu ni rafiki, twambiwa haja pia, tukiomba kwa babaye, maombi yasikia. Yaani wakati umekumbwa na maneno mengi unashindwa ufanye nini, just sing this song. Yesu kwangu ni rafiki. Zingine pale unaweza kusema Yesu kwangu rafiki, waambiwa haja pia, tukiomba kwa babaye, maombi yasikia. If God hears our prayer, why do you doubt God, one on one? Let us face God with confidence. Let us have faith that can move mountains. So let us face God with a lot of faith. Whatever we will pray, God will answer our prayer. Amen. Nataka tusimame na wimbo fulani. Na before tusimame, kuna jambo nataka kuuliza. Wewe hivi, wimbo wetu wa mwisho ilikuwa inatoka katika in English, very nice song. Inasema 400 and what? It was 516. Can you open 516? Church hymnals. 516 in English, kuna kitabu hapo namba 516. Ni nani anasema ya kwamba leo
kuna jambo nimekuwa nikiombea na Mungu nataka leo hii ulijibu, si kwa ajili ya huyu mhubiri ambaye ni mdhaifu sana, bali ni kwa sababu umejua ni nani unaenda kumuomba. Usimame na ukuja hapa mbele tunapoomba hiyo. Sasa mngekuwa mshasimama tayari mkachukua wimbo na mnaanza kuomba, kwa sababu mnapokaa hivyo mnafukuza Roho Mtakatifu. I want you to do one chapter 5:16. 5:16. All the way, my Savior. Si tuko na choristers. Mbona msisimame? Si njia yenu niongoza. All the way, my Savior. Mkitaka mnawasikia muombe mwimbe gani, kwa Kiswahili ama kwa Kizungu? Sawa, kwa Kizungu. Kwa Kizungu. Unajua ya kwamba kuna jambo umeombea Mungu kwa muda mrefu, unaona ya kwamba hajawahi jibu. Naomba uchukue hatua ukuje hapa mbele, kwa sababu hakika ni Mungu tu tumemjua nani wa kupelekea shida zetu. Si kwa elders, si kwa pastors, si kwa watumishi wa Bwana, bali ni kwa Mungu ambaye ni Yesu mwana wa Mungu, ambaye alijitoa, ambaye ni vile fungu letu lituambia ya kwamba ni kuhani mkuu ambaye ameketi katika kiti cha enzi, ambaye tukienda tukimuomba kwa babaye hakika atasikia. There is a elder who prayed for us when we were coming to the pulpit team.
requesting you come and we pray for the children of God. Karibu kuja waombea watoto wa Mungu mwenye alituombea tulipokuwa tumekuja hapa kwa pulpit. Asante. Naona amekuja, naomba hivi watoto hawa wametambua ya kwamba ni nani wanaenda face when they have trials. There is a prayer that they have been praying for long, na Mungu atawajibu. Lakini leo hii hakika wewe jinsi umepakwa mafuta, tamani omba kwa imani na kujasiri Mungu. Baba, jibu maombi ya watoto wa Mungu in Jesus mighty name. Tuamini na tuombe. Baba wetu na Muumba wetu, asante kwa kunena nasi siku ya leo kwa njia ya kipekee. Asante Mungu wetu kwa kutuonesha ya kwamba kiti chako cha rehema kiko wazi kwa kila mmoja kuja kwako kwa ujasiri, ili aweze kupokea yale ambayo yatamsaidia kila mmoja wakati wa hitaji. Mbele yako Mungu wetu kuna watoto wako wa kanisa la Nungu Pili. Katika njia ya kipekee Mungu, na waleta mikononi mwako kwa sababu ni watoto wako. Nguvu ya kipekee, nguvu ya siri iliyowekwa wazi kwa kuaminio ni njia ya maombi. Umeweka wazi leo, kila mmoja akija kwako na shughuli zote alizo nazo kwa maisha, uko mlango wazi. Na kweli Mungu wetu, watoto wako katika mioyo yao, katika familia zao, wako na mengi ambao wamekuuliza kila wakati. Pengine ni wakati na kuomba wakiwa na usembe. Mungu, tuomba ya kwamba leo hii tumegundua ni kwa sababu hiyo tumekosa kupokea. Na kweli umesema ya kwamba familia zetu ambao umetupatia walio mbele zetu wakiwa wamama, hizo familia zinasimama kwa sababu ya midomo yetu na kwa maombi yetu mbele zako. Mungu wetu, sikia maombi ya wamama wanaoomba katika siku zao zote. Wamekuwa wakiomba na sasa wamekuja upya, wapee nguvu ili ya kwamba siku zao wakiwa duniani waweze kuhakikisha kweli neno lako linasema wazi. Na ni katika njia hii wanawake wa zamani waliweza kusimama na wakawa washindi kwa njia ya maombi, na wao pia watendee. Ni katika maisha hayo pia watashuhudia ya kwamba unajibu maombi. Asante Mungu wetu kwa ajili ya watoto walio katika familia hizi. Basi tumesikiza neno lako leo. Uenda shetani amepita hapa na pale na akapenyeza. Na Mungu wetu tuomba ya kwamba utusikie. Kuna wale tunachiona tutoshi, hata tufai kutaja jina lako. Umetuhakikishia leo kweli ya kwamba hata kama ni makombo, watoto wako ambao wastahili, wamesema ya kwamba hata hiyo makombo wakila, hata wao watakuwa na maisha. Mungu wetu, fungua milango kwa kila mmoja, hata yule anayechiona afai. Kuna wale Mungu wetu kama Rahabu, vile tumepokea neno lako Yesu, wao wanachiona hawawezi, lakini walipoamua kupiga hatua ya imani, ona jinsi tunamtaja Rahabu katika maisha haya. Kuna wengi katika kanisa hili huenda wanachiona hawafai. Katika maisha ya kitambo, wanapotazama jinsi wametembea, wanaona kweli hawafai. Mungu waondolee, ili ya kwamba na wao watembee upya wa maisha wanapotembea katika safari ya imani. Mungu wetu, kuna wale ambao wanakwasika wanapokumbuka maisha ya zamani. Mungu wetu, wasaidie pia wakuwe na nguvu mpya tunapotembea ukielekeza dunia hii, kutambua ya kwamba kiti chako cha rehema kikiwa wazi, kila mmoja pokee. Waendelea kuzungumza nasi mpaka siku ya kesho, wakati seminari kubwa ya wamama itakapoisha. Nena na wasee pia na vijana wa kanisa hili. Umefanya mwanya tukusikie, na tuendelee kusikia zaidi wakati tutarejea baada ya mamkuli ya mchana. Mungu wetu, nene nasi na uendelee kutamaraki katika maisha yetu. Ni katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu awatendee mema. Shalom wana wa Mungu.